Habari njema ni habari za Yesu Kristo, ni habari za huyu mwanaume Yesu Kristo ambaye alitoa maisha yake akakubali kufa msalabani kwa ajili ya kuzitoa dhambi zetu, kwa sababu aliona mwanadamu yupo katika mateso, kwa sababu aliona mwanadamu anaotosha, kwa sababu aliona mwanadamu aliyeumbwa na Mungu ameiacha sheria yake, ameiacha sheria yake na hukumu yake ipo juu yake. Basi huruma za Mungu zikawapo kwa mwanadamu, zikawapo kwa mwanadamu. Ndipo mpango wa Mungu kuanza kumwokoa mwanadamu, ndipo kaanza. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Biblia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 11 na ule mstari wa 28. Naomba mtu mmoja anisomee Mathayo 11 mstari wa 28. Mathayo 11 na ule mstari wa 28 nasema, Mathayo 11:28, Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwenye kitabu hiki cha kitabu cha Mathayo sura ya 11 na mstari wa 28, tunaona katika Biblia neno la Mungu linasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza mkazi wa Songea, mkazi wa Mji Mwema, mwanadamu yeyote yule ambaye hayupo ndani ya Yesu Kristo, ipo mizigo ambayo ipo ndani yake. Mwanadamu yeyote ambaye hajamwamini Kristo, ipo mzigo, ipo katika laana, ipo katika mateso. Yaweze kuwa hata wewe unanisikia muda huu, unasikia sauti hii, umeonewa vya kutosha, umeonewa vya kutosha, umeonewa vya kutosha, umetembea kwa waganga vya kutosha, umetembea hospitali vya kutosha, umezunguka kwa manabii vya kutosha, lakini hujapata amani, lakini hujapata msaada, lakini hujapata msaada. Neno la jioni ya leo, neno hili jioni ya leo, Biblia inasema, Yesu Kristo anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, na atawapumzisha. Nira yangu ni laini, jifunzeni kwangu. Ni kweli umeenda kwa waganga, ni kweli umeenda kwa watu mbalimbali, kwa waganga utapata amani. Umekimbilia sehemu mbalimbali ili uchumi wako inuke, umekimbilia sehemu mbalimbali ili upate uponyaji, umekimbilia sehemu mbalimbali ili watoto wako wapone, lakini hawajaweza kupona, lakini hawajaweza kupona kwa sababu anayetoa msaada ni Yesu. Ni Mungu peke yake na sio mwanadamu, na sio mwanadamu. Usikimbie kwa watakwambia lete faza, watakwambia kalete kuku, watakwambia kalete mbuzi, watakwambia kalete ng'ombe. Vyote hivyo watakula, lakini utapata msaada. Lakini ukimkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yeye atabadilisha historia yako, atafuta dhambi zenu, atafuta makosa yenu, na atawaweka huru, atawaweka huru, atawaweka huru. Hakuna gharama. Gharama kwa Yesu Kristo ni wewe kutubu. Gharama ya Yesu Kristo ni wewe kuacha dhambi. Gharama ya Yesu Kristo ni wewe kukimbia katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ndani ya Yesu Kristo hakuna masharti mengi. Ndio unaweza ukaenda kwa waganga. Waganga wana masharti mengi, wana masharti mengi. Watakwambia situmie hiki, watakwambia usilale kwenye nyumba nzuri ili uweze kufanikiwa. Hayo ni masharti. Lakini ndani ya Yesu Kristo, yeye masharti yake anasema, nira yangu ni nyepesi. Yeye ni kazi yake, yeye mzigo wake, yeye nira yake ni kutaka kuona mwanadamu anatoka katika dhambi. Ni hicho tu. Yesu asifiwe.